Ingoreza Ma TV amu ena. Vijana tuko tayari kukupokea. Na ukitaka kutupata sisi kwa namba ile nzuri ama kwa idadi nzuri ya kukufikisha mahali ama kukupea kura kama chama cha ODM ama ya kukuweka kiti ya president ni kupitia kwa wakili. Sisi tuko na yeye. Ukifika kwake tunakupokea. Na utakuja kutuona yes kweli tumekubali. Na tuko pamoja. Tunakuhitaji sana. Kwa hivyo tunafuraha sana, tupokee na usikuwe na wasiwasi na sisi. Maana tumejipanga na tuko tayari tufanya kazi pamoja. Your Excellency, this is a golden opportunity to me to stand in the Orange House and address the media or to address the Prime Minister. The Prime Minister is a golden chance and I can't take it as a joke. And my request is to shake a hand with the Prime Minister. Sawa. Musalimia. Mr. Prime Minister, humble request, can shake a hand with you. Akikupatia kofia. Asante sana. Tunapatia baba ya wakili ambaye ndio anaitwa wale papa akuwe wa mwisho. Na huyu ni rafiki ya yule rafiki yetu wa Sultan anaitwa Lekata. Angelikuwa hapa lakini alikwama kidogo. Your Excellency, the former Prime Minister Raila Omolo Odinga. Tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu kutupatia siku ya leo tupatane na wewe. Na tunasema asante mara mbili kwa Mwenyezi Mungu na wewe kupatikana. Tumekuja siku ya leo, iko siku tulikuja na vijana kama 100 na kina mama kama 20. Ile siku ilikuwa napokea watu wa sijui Isiolo ama Garissa. Ikawa bahati mbaya tukupata. Ikawa siku ya leo ndio Mungu amesema tupatane na wewe. Huyu ni kijana yangu ambaye anaitwa Coin Ilombo, ambaye tumekuja leo umpokea na mkono miwili. Wanataka kiti ya Kajiado East kupitia hii chama cha ODM. Nikusema hivi kwa haraka, nafikiri Mungu ndio anaweza kuwa ushahidi yangu. Kutoka NDP mpaka wa leo hatujawahi kukocha. Na nina hakika nikisema mbele ya watu, sisi wa Masai, kama hii siasa upepo ndio umekuja kutuimbisha Masai, roho ya Masai yote yuko kwa chama ya ODM na through wewe Raila Omolo Odinga. Na nikisema ukweli, nafikiri wanajua katika moyo wangu na akili zako, unajua wa Masai yuko pamoja na wewe. Hiyo ndio tumesema wacha tukulete hiyo kijana, uje msalimie, na naomba kama tawezekana former Prime Minister, uje kwangu nyumbani kwangu. Uone umati ya watu vile atakuja. Na nakuomba kabisa, sababu nimesema Mwenyezi Mungu ndio anaweza kuwa ushahidi yangu, hatujawahi kuachana na wewe. Na nakuomba kunyenyekea, uje kwangu uone umati ya watu, wacha watu wanakudanganya tuko na watu naona. Uje hiyo siku tu usema wacha niende kwa papa. Uje hiyo siku ujionea watu. Na sababu hujawahi kupata nafasi ya kuja Kajiado, uje through boma yangu na through hiyo kijana na through ile kore. Uje onea. Junet na kutambua sana kwa utetezi ya chama. Junemi na kujua lakini wewe unijui. Tumekaribiana na wewe sana. Lakini nakuona kwa TV na naona wewe ni mtu wa haki na ukweli. Najua tu utamwambia mzee twende huko, uje ujionea na tukule ngombe na tubebe na tukubalisha wewe rasmi uwe mzee wetu ya Masai. Sababu naona wale wengine wanafalishwa na ifai, tunajua ile mtu anavaa aje kuvalishwa hiyo nini ingo. Nasema asante na kushukuru kwa haya yote. Asante sana. Asante sana. Kwa kifupi, Your Excellency, mimi ujumbe yangu ni kwa ndugu zangu wa Masai. Kwa ndugu zangu wa Masai, siasa ni interest. Na interest ni ile inapenda jamii yako. Na ningependa tu kuwaelezea kwamba Prime Minister
alikosa kiti wakati fulani akitetea Wamasai juu ya Mau. Ni ukweli ama si kweli? Mambo ya mashamba, ushasikia scandal ya baba? Wale wengine scandal ziko mingi, na wakiwa rais sisi ndio tutakuja kunyanyaswa huko Masaini. Tutawezana naye? Kwa hivyo mimi nawaomba kama jamii ya Wamasai tuangalie yule mtu atatusaidia. Huyo jamaa alipopewa nusu serikali aliandika Masai hata moja? Prime Minister alipopewa si aliandika Kenya mzima alipokuwa na nusu serikali? Na si Masai alikuwa ndani? Ndimama alikuwa minister, Ngaseri alikuwa assistant minister. Huyu juzi alipewa 8, yote aliandika Kalenjin. Huyo ni kiongozi? Uhuru alipopewa kidogo wakati fulani aliandika mtu ya Mombasa, akaandika Ongeri na sijui kabila gani ingine. Hao ndio watu tungependa kufanya na wao, wale watu wako na Kenyans at heart. Viongozi wale ambao wakiingia watakuja kujali maslahi yetu. Prime Minister miaka hiyo yote ukisikia anatetea tu mambo ya Wamasai, vile tutapata maji, vile tutakea ng'ombe insurance, vile tutafanya hii au hile. Ameongea juu ya maji kwenda Indian Ocean mara mingi sana. Ameongea mambo ya barabara ile, Your Excellency ulisema itoke Amboseli kwenda Masai Mara kupita huko chini Magadi. Hizo ni vitu zitafungua uchumi za huko Masaini. Lakini hawa wengine wanamulika shamba. Ile akaputie yenyu iko pale pembeni, iko shida kidogo, akikuja hiyo imeenda. Ile yetu ya Ngurumani pale imeenda. Masai Mara labda iko sahihi kwa shida kwa sababu ya mtumo, na huyo mtu inafaa tuchunge amu iko shida. Kwa hayo mengi ningekaribisha SG aendelee. Mzee, sisi tumefurahia kabisa. Tunakuomba tu ile safari yetu Januari tuanzie na upande wa Kajiado, utupatie siku 2 ama 3, tuanzie Rombo mpaka Ngong. Asanteni sana. Asante sana Bwana Kores. Kajiado East hoi. Kwanza kabisa, Your Excellency, nilikuwa nimesahau, huyu ni wa 6 katika Kajiado East kuingia chama cha ODM. Kwa hivyo inamaanisha ODM imeanza kushika moto. Kajiado North tuko na 5. Kajiado West tuko na 3. Kajiado Central bado iko Memusi, lakini labda wengine watatokea. Kwa hivyo chama imeshika moto. asante sana. Kajiado East hoi. Mimi naitwa Edwin Sifuna, mimi ni katibu wa chama cha ODM. Nataka nichukue fursa hii kwanza niwakaribishe mzee, karibu sana hapa Chungwa House. Ndugu yangu karibu sana. Najua ulikuja hapa wakati mwingine kulikuwa na wenzako walikuwa wamekuja kutembelea baba kutoka kula Mandera, na nikakwambia kwa kizuri ni upange siku yako, utakuja uketi chini ya hema vile mmeketi kwa amani na kwa starehe, alafu muweze kuzungumza na baba. Imefanyika haijafanyika? Imefanyika haijafanyika? Kwa hivyo mimi nataka nichukue fursa hii nikukaribishe sana ndani ya chama cha ODM. Baba atakupokea rasmi hapa kwa kifupi, na mimi nataka nitoe mambo mawili peke yake. Nyinyi haswa jamaa ya Maa, baada ya nyinyi kumuidhinisha baba kwamba ndiye mungependa awe mgombezi wa urais mwaka 2022 katika ile event ya Azimio la Umoja ilikuwa pale Rongai, Kenya mzima sasa baba amekamilika, amekubalika Kenya mzima, na safari hiyo sasa inataka kukamilika hapa Nairobi tarehe 10. Najua mzee akizungumza atakaribisha nyinyi wote katika hiyo hafla ya tarehe 10 Friday, ili muweze kuwa pale kama Wamasai pia kutoa ushahidi kwamba nyinyi pia mungependa baba aendelee. Baba aendelee asiendelee? Na mipango yote iko sawa, hakuna jambo lolote ambalo litaharibika. Ndugu yangu karibu sana, kwa sababu hiyo njia ingine ulikuwa umeingia ya UDA, hiyo ni njia ya kupotea. Sisi tunaamini kwamba kama Kenya imeisha, ile kitu ya mwisho tunaweza kufanya ndio tuzike hii nchi ni kupatia William Ruto urais wa Kenya hii. Hiyo ni kuchukua sasa Kenya kuingiza kwa shimo, kuzika. Hakuna kitu itakuwa imebaki. Na unasikia wakiongea wanasema hawataki wa Kenya wakumbushwe juu ya historia ya Kenya hii. Kuna sababu watu hawataki kuongea juu ya historia Kenya hii. Hawataki nyinyi wa Masai mkumbuke ya kwamba walikuwa wamenyakua msitu yenu huko Mau, na kama si huyo baba kusimama aseme msitu lazima itunzwe, hiyo msitu haingekuwa hapa leo. Hawataki nyinyi mkumbushwe kwamba iko siku yeye na serikali yake walichukua risasi wakapiga ng'ombe ya Masai. Hiyo ni historia, sio historia. Walipiga ng'ombe, hawakupiga. Hawataki mkumbuke kwamba iko mashamba yenu ambayo walinyakua. Hiyo ndio maana wanatuambia tuangalie tu mbele. Sisi Wabukusu huwa tunasema
ukiona mto inakauka, imesahau mahali ilitoka. Na sisi kama Wakenya lazima tukumbuke safari ambayo nchi hii imetembea, safari ngumu sana, ili tusurudie makosa ambayo tumeyafanya pale nyuma. Niko hapa na viongozi wachache. Wa kwanza ni executive director wetu ambaye ni mkazi wa Kajiado, anaitwa Mheshimiwa Odoro Ngwen. Yeye ndio OCS wa hapa Chungwa House. Wacha nichukue fursa hii nimkaribishe Mheshimiwa Junet awasalimie nyinyi, alafu yeye ataalika baba asalimie nyinyi. Tutafanya ceremony kidogo hapa. Baada ya baba kuzungumza, atawapokea nyinyi rasmi, atavalisha nyinyi kofia rasmi, kisha tumruhusu waende katika majukumu mengine. Kajiado East oye! Asante sana. Asante Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama. Kajiado East oye! Kajiado East oye! Kwanza nachukua nafasi hii kukaribisha nyinyi kwa chama chetu cha kitaifa, chama kubwa East Africa. Wachana na hivi ama ndogo ndogo, hii inafanana kama community based organizations, CBOs, ambayo ukiangalia kutoka official ya juu paka sweeper ni jamii moja. Hii ni chama kubwa, chama ambayo itakuja kuunda serikali ya 2022 kwa majaliwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mnakubali hiyo? Tena ningependa kukaribisha rafiki yangu kwa chama. Hapa ndio ushindi iko. Wajana hii watu ambaye hawana mwelekeo, watu ambaye watakuwa kwa opposition, usipoteze wakati yao nao. Sisi ndio tumechoka na opposition. Kama sisi wenyewe ndio tunaenda kwa serikali, unabaki nyuma kwa njia gani bwana? Kuja tuende pamoja 2022 tutengeneze serikali. Jambo la pili, iko sherehe kubwa sana yetu tarehe 10 mwezi wa 12 siku ya Ijumaa, Mungu akitufikisha. Na mimi nataka kila mmoja wenu afike pale. Hiyo sherehe ni sherehe ambayo itakuja kuonekana dunia mzima. Sio hata hapa peke yake, Kenya peke yake. Ni sherehe ambayo wale watu watahudhuria. Wageni wanatoka kila sehemu ya dunia. Hapa Kenya, Afrika, palipopote. Na ni siku ambaye baba atazungumuza. Ni siku ambaye baba atazungumuza na Wakenya. Vile alivyotembea, vile alivyoenda kila sehemu ya Kenya, aliyezuru sehemu 14 hapa Kenya. Na amesikia maoni ya wananchi, amesikia shida ambayo wananchi wako naye, amesikia vile wanataka na matarajio yao. Siku hiyo ndio atatumia nafasi hiyo kujibu mambo ambaye Wakenya waliambia yeye katika sehemu hizo regions hizo 14 alizuru. Jambo la pili ni ya kwamba hiyo mkutano ya tarehe 10 sio mkutano ya ODM. Hiyo sio mkutano ya ODM. Ndio nataka kuambia wanahabari ya kwamba tafadhali mjue ya kwamba mkutano ya tarehe 10 sio mkutano ya ODM. Ni mkutano ya Azimio la Umoja. Mkutano ya ODM inakuja hapa mbele, Sifuna ameniambia January hapo February. Sasa wako na candidate ya kusukuma mbele. Lakini hii ya tarehe 10 ni mkutano ya vyama vyote hapa Kenya. Vyama ambaye wako na mawazo na fikra pamoja na fikra ya baba. Vyama vyote vimekaribishwa. Jubilee na ODM, chama yote ambaye anataka kuhudhuria hiyo mkutano wamekaribishwa wote. Kwa sababu ni mkutano ya Azimio la Umoja. Ni mkutano ya kuleta Wakenya pamoja. Ni mkutano ya Wakenya kujisikia kila mmoja akuwe Mkenya. Na siku hiyo ndio baba atazungumza na watu. Siku hiyo ndio tunatarejea kusikia maoni yake kuhusu 2022. Vile mnavyojua mwaka 3 uliopita, kama mlikuwa mnazikiza vile baba anazungumza, alikuwa anasema yeye hataki kuongea juu ya 2022. Watu wakimuuliza unasemaje, utasimama ama utasimama, alikuwa anasema mimi siwezi kuongea juu ya 2022. Sasa tunatarajia kusikia kwake siku ya Ijumaa mwelekeo itakuwa namna gani. Mko tayari kusikia? Mko tayari kusikia? So mimi nataka kusema asanteni sana, nyinyi wote mmekaribishwa. Siku hiyo ni siku ya kusherekea, ni siku ya furaha, ni siku ya historia katika nchi yetu. It's a very historical day kwa sababu you can see the kind of unity this country has achieved after the handshake. You can see the peace and tranquility that is
that has taken root in this country since the handshake. So that day itakuwa siku ambaye Wakenya watasherekea, Wakenya watajivinjari, na Wakenya watasikia hotuba ya rais wa 5 ambaye tunatarajia atakubali wale vile wananchi wameambia yeye katika sehemu 14. Siku hiyo ndio tutasikia kama amekubaliana na hawa ama hajakubaliana na hawa. Lakini la muhimu, mkutano sio mkutano ya OD, ni mkutano ya vyama vyote, dini zote, kabila zote, rangi zote, watu aina tofauti tofauti yote. Kwa hayo machache wacha nimwalike bwana harusi hapa, bwana harusi akuja wasalimie, aseme moja mbili, tusikie sauti ya mwenye anataka kuoa huko Kajiado East. Thank you, Honorable. Thank you. His Excellency, the 5th President, the incoming 5th President of the Republic of Kenya, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, SG, my colleague Edwin Sifuna, Suna East MP, and all dignitaries, pamoja na wakazi wa Kajiado East, hamjambo. Nataka kuchukua fursa hii kwa ufupi sana kusema tumefurahi sana leo hii kupata nafasi ya leo kuja kujiunga na chama ambayo Junet amesema ni ya East African Central, the East African Party, and it is also a formidable party in this country. Nachukua fursa hii vile vile kusema asanti kwa chama cha ODM. Wakati namuona SG hapa ambayo tulikuwa pale Parklands pamoja, najua tuko imara, na wakati naona Junet ni kama vile babangu alisema hapa, wengine wetu tunaonanga mambo kwa TV. Juzi nikawaambia twendeni ndio sasa tuone mambo live, na hiyo live imefanyika. Na sisi tunasemanga ama Waswahili usema kupotea njia ndio kujua njia. Kidogo tulipotea njia, lakini tuna shukrani kwa Mungu, kwa Wamasai wa Kajiado East, tumepata njia haraka sana. Sikulikuwa na wakati pia Saul alikuwa anaenda Damascus akapotea. Sasa hivi leo tumepata njia, hii ndio mwelekeo. Na mimi naomba tu baba pamoja na Junet plus SG, fikeni nyumbani Kajiado East, wajue kweli sasa tuko ndani ya ODM. Na nikimalizia nikipenda kusema hivi, the last election 2017, nilikuwa napenda baba asikie hivi. 2017 Kajiado East ODM ilipata 31,678. Jubilee came very close, 30,120. Na raundi hii ODM will get 50,000. Take that to the bank. Na Kajiado East is a predominantly ODM zone. Na leo hii mimi nasema nafikiri ODM imepata the right candidate to bring that flower home. In the entire Kajiado County, ODM has only one candidate. Na nataka kuhakikishia baba pamoja na chama ya ODM, pamoja pia na mheshimiwa Kores, this will be the first seat for ODM from Kajiado East. Tumeshukuru sana. Ile tunaomba tu kwa heshima yenu na diary yenu, fikeni pale nyumbani, tuko tayari. Sababu naona leo hata wamama haja kuja sababu kule kuna mvua sana. But given that chance, tutaonyesha vizuri kwamba tuko ndani ya ODM. Asanteni sana. Asante sana ndugu. Umekaribishwa sana kwa chama cha ODM,
Umekaribishwa sana tena. Kwa hayo machache, nataka tusimame juu tukaribishe Baba Raila Amolo Odinga aje azungumze na sisi. Baba, karibu. Halo. Asanteni sana. Unaweza kuketi chini. Enda Soba Bogen. Asholeng. Asanteni sana kwa kufika hapa siku ya leo. Nasema sana poleni. Juzi mlikuja hapa mkakuta kama tulikuwa tuna wageni kutoka Mandera, na kwa hivyo hatukuweza kukutana, lakini wanasema kawia ufike. Sasa leo tuna furaha kukaribisha nyinyi tena hapa kwetu, na hii ni watu wa Kajiado. Mimi sana nataka kumkaribisha sana na Ole Lompo hapa, kwamba sasa yeye ameona mwangaza na amejiunga na chama cha siku za usoni. Kila mara unajua chama ni wanachama wakizidi kukua ndani, ni chama nazidi kunawiri na kukua na nguvu zaidi. Na madhumuni ya chama chetu cha ODM ni kuleta mabadiliko kwa taifa letu, ili watu wetu waweze kupata afueni kwa upande ya maendeleo. Pana yake kila mara mimi nakumbusha watu juu ya ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Walikuwa wanasema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tupigane na adui yetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Lakini hizi maadui bado zimo na sisi mpaka leo. Miaka 57 hatujapata mabadiliko ambayo walikuwa wanataka. Hiyo ndio ODM nataka kutekeleza, ili Wakenya wasikupate afueni, watoto ambao wamezaliwa waweze kupata elimu hata kama wazazi hawana pesa, kama ile mtoto ya tajiri, kuanzia nursery, primary, tertiary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Na wale wa Kenya, kila Mkenya kama ni mgonjwa aweze kupata matibabu hata kama hana pesa. Ni sababu tunaongea juu ya universal healthcare, yani bima ya afya, ili kila Mkenya anaweza kupata matibabu. Tatu ni mambo ya umaskini, ili watu wetu wanaweza kubadilisha hali yao ya maisha. Kama wafugaji kwa mfano, wafugaji hatakani wawe watu maskini. Manake mifugo ni mali, lakini sasa nakuta kama wafugaji wanahangaika. Kama kuna kiangazi, hakuna maji, wanyama wanakufa, hakuna mbuga ya kulisha wanyama. Watu wanatembea kilomita mingi sana kwenda kutafuta maji. Unaona kama ng'ombe zimedhoofika, zingine zinaanguka chini zinakufa. Tunasema tunataka tuwe na maarifa ya kuvuna maji. Sasa ile mvua inanyesha, tunachimba mabwawa, ili kama mvua inakuja tunavuna hiyo maji. Na mnaona tulianza wakati ile ambayo tulileta ile mpango ya kazi kwa vijana. Tulianza kuchimba madams wakati ile, lakini ile ilikuwa jaribio tu. Sasa tunataka kuanza kuchimba mabwawa mingi na vidimbwi ya kuvuna maji. Na vile vile kama hamo kwenu maji natoka kule Kilimanjaro, ambayo inaenda tu huko baharini. Hiyo maji tunaleta karibu na watu, fereji. Hiyo vile vile hiyo watu wanaweza kutumia kwa binadamu yenyewe na vile vile kwa mfugo.
Alafu vile vile tunaleta viwanda ambayo vinaweza kufanya kitu inaitwa value addition. Hizi ngozi ya ng'ombe na ya mbuzi na ya kondoo tunatengeneza nayo leather. Alafu leather sasa tunatengeneza viatu. Unaweza hizo viatu na hiyo leather imetoka ngambo. Naweza kukuwa na leather ambayo imetengenezwa hapo Kajiado. Hizo viwanda vikijengwa vinaleta toa ajira kwa wananchi. Tunataka tuanze maviwanda ambayo vinafanya value addition kwa ile vifaa ambavyo sisi tuko nazo. Alafu upande mwingine kilimo vile vile watu ambao wanalima wanaweza kupata mazao mazuri na wapate vile pesa mzuri kwa upande ya kilimo, riziki sawa sawa. Sasa hapo kwenu vile vile kuna madini mingi ambayo zinachimbwa pale na lakini haisaidii wananchi. Wenyewe wanaangalia tu, jamaa wanachota mchanga wanaenda nayo. Tunataka kuona kama wale watu pale wanapata pesa kutoka kwa yale madini yao. Sawa sawa. Hayo yote itaweza kuinua hali ya maisha ya watu wetu ili ende juu zaidi. Na tunataka kuona kama serikali ya county inapewa nguvu. Ndio sababu tulisema tunataka kuzidisha pesa ambayo inakwenda kwa serikali ya counties kutoka 15% hadi 35%. Hiyo pesa ikienda kwa mfuko ya county na ikitumiwa vizuri inaweza kuimarisha hali ya maisha ya county hizo. Na miundo msingi, mabarabara. Tunajenga mabarabara ya sawa sawa ya kisasa. Vile tunasema tunataka kujenga ingine toka Amboseli kuingia huko Mara. Ili watalii wanatoka Pandi waenda ngambo ile nyingine bila shida yoyote. Sasa kwa hivyo mimi nasema tujiunge pamoja. Tufanye pamoja. Sasa mimi na Uhuru tuliweka sahihi na tukashikana mkono. Madhumuni yake ni kuunganisha wa Kenya. Hiyo salamu hiyo ni ishara ya muungano. Ati tunaungana, Uhuru analeta watu yake, Raila analeta watu yake, tunakuwa pamoja hapo katikati. Ndio sababu sasa siku hii ambayo inakuja Ijumaa hiyo inakuja. Hapa Ongata Rongai. Watu kutoka Kajiado, walitoka Narok, walitoka huko Samburu, wakatoka Laikipia, hata Chamus na Baringo walikuja pale. Na tukaongea kwa kirefu sana juu ya mambo ya shida ambayo wako nayo. Mambo ya mazingira, mambo ya ardhi na kadhalika. Na sisi tunajua ile shida ambayo iko. Na vile vile nikauliza wao vile mimi nimeuliza kila mahali nimeenda. Nataka baba aendelee asiendelee. Basi aendelee asiendelee. Sasa mimi nasema mimi nitajibu. Siku ya Ijumaa nitatoa jawabu. Vile mimi nataka mambo yaendelee. Kwa hivyo mimi nataka watu wa Maa wakuje kwa fujo. Tumesema tunataka official delegates kutoka kila ward, watu 5 kutoka kila ward. Alafu wengine wanakuja tu, hao ni delegates. Lakini wale ambao si delegates wanakubaliwa kuja kuingia, manake kutakuwa na nafasi ya kutosha ya watu kukaa pale na kusikiza. Watu ambao hawezi itakuwa kuja vile vile moja kwa moja kwa runinga. Naweza kuona kwa televisheni. Siku hiyo ni sherehe kubwa, harusi kubwa ya Wakenya wote. Mimi nataka kuona watu wa Maa wanakuja pale wakijivisha na ile nguo zao za kitamaduni.
na wamebeba ile mikuki yao, wamevaa zile nini na wale hii ni harusi, ni sherehe. Sawa, mimi nataraji kuona nyinyi siku hiyo. Kwa sasa mmekaribisha sana ndani ya chama chetu cha ODM. Kuna kijana aliongea hapa, alikuwa anasema nataka kushika mkono yangu. Wapi? Leta kofia hiyo. Candidate kwanza. Yaani wakae na pande ile. Pande ile. Inama ukuta pande ile. Next. Piga makofi tafadhali, tukikaribisha katika chama kikubwa. Kijana ya Ruto yuko wapi? Sasa Mheshimiwa Lekoro anasema utakuwa kijana. Tumpigie mzee makofi. Mzee wetu anaitwa Ole Mato. Tumpigie mzee Ole Mato akivalishwa taji la kujiunga na chama cha ODM. Huyu kwa dakika moja iliyopita alikuwa kijana wa nani? Sasa ni kijana wa nani sasa? Kijana wa baba. Tupigie makofi kijana wa baba sasa. Ukienda nyumbani unasema sasa wewe ni kijana wa baba. Makofi kwake. Asante. Next. Hao wawili wa mwisho, wale wengine una kofia yako utainua juu na unaivaa kwa heshima. Tumpigie kijana wetu mdogo makofi. Ametuongoza kwa maombi. Pastor mtarajiwa huyu. Asante. Chairman wa vijana wote wa Ole Lompo wametoka kwa chama kile ambacho hatukitambui, wanaingia kwa chama kinachojulikana. Makofi. Asante sana. Asante chairman wa yes, asante. Tuendelee na shughuli yetu tafadhali. Haya, mzee wetu, mzee Ole Lompo, baba ya mheshimiwa. Tumpigie makofi mzee. Asante sana. Kofi, yes. TSG. Makofi kwa mzee. Haya, hapa ndio wa mwisho huyu kijana. Manake tumebaki na kofia mbili. Asante. Makofi. Na unatembea, unapofika Kajiado, tembea na hiyo kofia na scarf, onyesha watu kwamba wewe uko kwa chama kikubwa. Asante sana. Haya, wa mwisho ndio huyo. Makofi kwa kijana wetu huyu. Hao wote wamekuwa vijana wa baba, sio? Asante sana. Sasa tunaomba kwa heshima mumruhusu Mheshimiwa Raila Odinga aondoke kwa sababu ya shughuli zingine. Ing'orita Ma TV amu enang ena.